kwako nishadata, napenda kuwa nawe, popote nitakufuata, siwezi mimi bila yawe, na wako uzuri, napenda kasura chako, my love tafadhali, nieke mimi wako, unavoje Snapchat, unapendeza ujue, ana mina wivu, elo nalo tambue. Punguza usuli Samir. Unajua umeniweka hapa muda mrefu. Umefikia wapi? Bado unapiganisha sana mpenzi. Ila usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Unanificha vitu vingi sana Samir. Kwa nini? Au pengine unahisi ukiniambia nitaambia watu? Nitakuongoza hautamini, joto la pwani. Yaani si atosa niseme kama nimechoka. Nimechoka sasa. Yaani hivi yule ni nani anakutumia message? Maumivu ya mapenzi. Na anakutumia message unadiriki mimi kuniacha ndani, unatoka huku nje. Hivi mara yako utacha lini? Nani malaya? Mimi ni malaya. Uliwahi kusikia wapi kuwa mwanaume ni malaya? Mwanaume ni lijali wewe binti. Tumeelewana? Mwanaume ni lijali. Nyinyi wanawake ndio malaya. Mbwa. Exactly. Kwa hiyo hata mama yako mzazi ni malaya, si ndio? Mabaya malezi. Joto la pwani, joto. Sikiliza Samuel. Uwe niambie tu ukweli. Ni nani mhusika na kifo cha mzee Mdawa? Niambie. Mimi sijui chochote Zai. Mimi nafanya kazi tuna mke wa marehemu mzee Mdau. Ila hakuna chochote ninachokijua. Kia Mungu tena. Hunipendi Samia? Kama kweli ungekuwa unanipenda, basi usingekuwa unanifichia vitu vyako vya ndani. Vya ndani kabisa. Na vipi kuhusu biashara yako ya kuuza wanawake? Ni uongo pia? Hujui? Au vipi kuhusu kutoa mimba za wanawake ambao ulikuwa unatumia ovyo ovyo? Naongea na wewe Samir. Joto la pwani. Kuna mwanamke anateseka sana kwenye ndoa yake. Anaitwa Silvia. Unasemaje? Ni mwanamke. Rudia tena. Unasemaje? Paza sauti tena uniambie. Kama au si ndio? Simama kabla sijakuamsha. Simama. Simama. Nana. Mama. Unavuta mkaa. Unavuta mkaa.
Unasema yani nini jitokomando munaitema mapenzi ya kweli nikuonesha ikipi kwangu ulichokosa malipo na muumize na yetu ndoa itafika mwezi bibi umekuwa kumtembezi babu jinga inafikiri mali yangu tu mimba nyingi sana. Huruma, 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 huruma. Kwani wewe ni nani Zai? Mbona kama unajua mambo mengi sana? Mimi ni Zai, mwanamke wako. Nataka nikufute machafu yako yote ili tukioana uwe umeshamaliza mambo yako yote. Sasa utaniambia ukweli. Nani mhusika na kifo cha mzee Mdawe? Yani maisha pwani yana changamoto. In the night I hear them talk, cool story ever told. Somewhere far along this road he lost his soul to the woman so heartless. How could you be so heartless? Wakulu wa Kiingereza na magharibi ya mbali, naomba msije hapa. Hii kesi haiwahusu. Hii kesi tuacheni sisi na Wandengeleko na wazalamu wenzangu, Waswahili wenzangu. Maana huyu bibi anavyoonekana hata kusoma hajasoma Kiingereza hapa mtupu. Hauna ogopa bibie? Bibie, unaweza ukaniambia huyo mtu anaitwa nani? Anaitwa Gadisi. Anafanya shughuli gani? Ni mwimba singeli. Singeli? Wale wa ama ina DJ wachawi wale wanaojua waganga wa aina zote kwenye vilinge vyote washafika. Sijui kama tutamweza hapa lakini unao picha yake hapo naomba nimuone nimtambue kwa picha kisha nijue ni namna gani tunamkoroga umndani mpaka akili yake ikae sawa. Vipi mtaalamu, kuna tatizo?
Oya, mtu wangu unaondoka naye atarudi. Oh, yeah, yeah. Ndo huyo, yaani huyo. Leta upanga huo. Hebu tulia. Sasa mashaallah. Sasa itabidi uwaambie wakuu kwamba unataka tumfanye nini huyo kijana uliomleta hapa. Yes. Yes, of course. Nothing to worry about. Wakulu, nimesema wa Kiingereza msije. Nawataka wale wale wa Kiswahili. Wa Kiingereza msije. Huyu mama anaonekana elimu duni, hatutoelewana hapa. Unaogopa bibie? Ni hatutoelewana hapa. Nawasikiliza sasa. Sasa bibie, naomba umweleze huyu Mwanasesele matatizo yako yote na useme unataka tumfanye kitu gani huyo mtu. Sema hapa shida iliyopo. Mkamate kwa adabu. Ewa, huyu anaitwa Mwanasesele. Ndo mkulu wa kukaya. Ndo mkubwa mwenye kilinge hiki. Mweleze shida zako, unataka tumfanye nini huyo mtu. Anza kwa kusema wakuu. Naomba mnisikilize. Wakuu, naomba, nataka mumzibe mdomo na masikio asisikilize la mtu yoyote yule. Nataka anisikilize mimi tu. Nitakachomwambia anifuate. Mwambie kwa leo ni hayo tu. Ni hayo tu wakuu. Tusichangala beta manyangala mpilipili mkokotembo unalichenche. We chula, unazingua kinoma ujue. Mimi nilikuomba unitumie hiyo hela lakini hujanitumia mpaka sasa hivi. Mimi wewe nilikuwa nataka niende zangu klabu na washikaji zangu, kwa afu klabu ilikuwa imejaa mastaa kinoma, dakika za mwisho unakuja kunifelisha. Vipi wewe? Sikia ba mtu. Mimi mambo yaliingiliana. Alafu kijumbe hata hajanipa hela ya mchezo. Ningekutumia jana ile ile. Haki ya Mungu tena ba mtu. Sawa. Haya. Sasa bibie, kuna jambo hapa wakuu wamenielekeza. Ili huyu bwana aweze kuzibwa masikio, kuzibwa midomo na vitu vyote ambavyo umeelekeza hapa. Kuna sharti moja unatakiwa ulifuatisha. Sijui kwako litakuwaje, lakini kwa jinsi ninavyojua wanawake wa mjini nye, halitokusumbua. Mradi kama unataka yako ya kuendee, basi huna budi kulifuatisha. Hivyo wakuu wamenielekeza, wamsema tushike kijora hiki niweze kutizama jambo hapa. Kwa hivyo tu. Sasa wakuu wamesema ili mambo yako yaweze kukuendea ni lazima mimi Dibozi Manuva Digara unipe mzigo ni hondomole.
Mara baada ya kuhondomola, basi wewe hayo unayotaka anaenda kutimia na inaenda kuwa sawa kabisa. Mshenzi wewe, mbwa kabisa. Unadiriki kumpiga Dibozi manuva kisa ametaka kukutimizia dawa yako na mahitaji yako. Wewe binti nono, unatafuta kupigwa jini, unatafuta kupiga kishetani. Wewe nakwambiaje, na kupiga kijini na kutupia kishetani hicho, kizazi chako chote kitalaaniwa. Nakwambia, watoto wa kiume watakuwa mashoga, wendo wa vidole juu, na watoto wa kike wanaenda kuwa matomboi wasagaji. Ila kikofi kimeuma kwa kweli. Na una bahati, ningekuwa mzigo leo. Oya, hizo taarabu ujue mimi nishazichoka. Toa hela, toa hela leo. We leo hela unazo, na kukuta hapo na kunywa supu afu unasema hela hauna. Oya, afu sasa hivi umekuwa mgumu kishenzi yani. Sikia wewe chula, nitakuacha ujue. Afu kuna chula wenzako kishenzi huko wananililia mimi, wananishobokea. Usinifanyie hivyo G. Mimi nahangaika sana kwa ajili yako. Kuna kipengele na kiziba, alafu wewe jioni njoo geto uchukue hiyo hela. Achana na hivyo vinyago vinavyokutolea macho baba wangu. Wewe jioni njoo geto. Fresh. Baridi. Mimi jioni nitakuja. Afu nakuja kulala kabisa. Njoo tu baba. Njoo ichape, hii ni ya kwako. Kuja kuchukua hela. Nikuagonisha data, napenda kuwa nawe. Popote nitakufuata, siwezi mimi bila yawe. Na wako uzuri, napenda kasura chako. Malavu tafadhali, nieke mimi wako. Oya, 45 namba hapa. Nikitoka 45 naenda 32, naitwa Bamba Mtata. Yani wasichekelea faida wasichekelea hasara. Babu, muonekano wako tu unaonekana kama vile mtoto wa mchungaji. Mwamposa. Umefuata nini kwenye hii mitaa? Yani huku nyumba changu doa, nyumba jambazi. Semelea hapo. Braza. Sema sio kisamani. Kuna mtu mmoja anamuulizia, nimeelekezwa anakaa mitaa hii. Sasa kienda kutoka huko na kuja huko, lakini naona chochoza zinachanganya sana hizi. Anaitwa Sultani Hamidevu hivi mweupe. Sasa sikia. Hebu toa kwanza libuku hapo tumupdate, tumwangalie Google hapo. Location. Yaani sio maswala Google, na uzia Sultani. Sultani nimesikia anakaa mitaa hii. Kwa hiyo ndo nataka nifahamu kama unajua anapoishi, uweze kunisogeza hapo. Babu, lete ile libuku tumwangalie huko Google Map huko, tumwangalie tapu hapo. Wewe hujui kama hizo kodi hapo. Na kusikiliza. Shemeji, mimi nimekuita hapa, kuna mambo mawili matatu nataka nikuulize. Hivi Silvia umempa nini? Maana Silvia namjua mimi sio kumlilia mwanaume. Yule si chula tu bunyero. Mchezo yote anaijua. Leo Silvia huyu wa kulilia wewe. Telemka tukaze yupo. Idondokee yupo. Mbwa chongo yupo. Bandali imekodishwa dada, anaiweza. Leo Silvia analia, afu anakulilia wewe. Au yaliomo yamo shemeji na usemi. Mimi bado sijaelewa maana yako. Unamaanisha nini? Nataka kupima maji. Shemeji haikutunuku luka naye. Vijana wanauza mili yao ili kupata salali. Vijana. Kwa maana sawa, so kesi. Naomba nielekeze.
Wewe sikia mwanangu. Mimi Sultani simfahamu hata nini. Afu ile buku mimi umeshaniungia hapo wenyewe. Wewe. Yaani umechukua fedha, afu kuniwekeza hutaki faida yake na kwa nini? Wewe unamkusaje 45? Wasa 32. Jeni. Wanagaruna. Kasimba. Wewe 45 aguswi. Mbona kuvutia? Ilitoe. Ilitoe. Wewe. Joto la pwani. Joto. Wewe na yeye mna utofauti gani? Hivi unajua nimekaa hapa nasikia harufu tofauti, sijui hata hizi harufu zinatoka wapi. Maana nasikia harufu mbaya, unanuka. Unataka kunitunuku nini? Huo uchafu? Uchafu alionitunuku rafiki yako unatosha. Sitaki kuongeza kutu zingine kwenye mwili wangu. Jishikilie. Litakunguza utomini. Joto la pwani. Joto. Ovyo. Shamba tu. Magonjwa zina heshima kuna. Boss, hivi ni kwa umeamua kuishi maisha haya Uswahilini huku, sio maisha yako haya bosi wangu. Kwenye chumba kidogo kama kiberiti, joto la kutisha. Mimi nimeingia pale, nimeshindwa kuvumilia kukaa mle ndani japo kwa dakika 15. Rudi nyumbani. Haijalishi mama amekukosea kitu gani au kafanya nini, lakini bado ni mtoto wake. Rudi nyumbani. Kaseka. Na maisha ni vile ambavyo unachagua kuishi. Haya ndio maisha ambayo nimechagua mimi. Alafu Mungu akosei. Yaani ukiamua kuanza moja, ataanza na wewe. Nimeamua kutafuta cha kwangu kwa mikono yangu. Yaani nitafute mali kwa jasho yangu mimi. Yaani hujui jinsi gani ambavyo najisikia amani nikiwa natafuta cha kwangu mimi. Mimi siwezi kutumia mali ambazo mwenye mali bado ananung'unika. Wafu bado wanaona babu. Dunia haina siri ujue. Bali unaweza kusimamia wewe na bibi mkubwa. Nilikuja kwenye familia yenu kama dereva na si mwongozaji mali. Alivyoondoka baba, alipofariki baba, wewe ndo mlisi wa kila kitu. Taaluma hiyo mimi sina. Na kuomba bosi wangu, rudi nyumbani. Sikia Kasika, mimi sikuwepo kwenye mipango yenu ya ovyo ovyo. Hizo mali simamieni nyie wenyewe. Mipango gani bosi wangu? Oh yeah yeah. Oh yeah. Joto la pwani.
Oya, sikilize. Sina muda wa kupoteza hapa. Naomba uongee, tena uongee kwa ufasaha. Usikose hata kidogo, maana yake hadi leo ndo najisikia sina uvumilivu kabisa. Silvia, hivi bado tu una hasira na mimi? Ni kosa gani ambalo unashindwa kulisamehe? Please. Ni bado nakuhitaji. Njoo basi tuanze pale tulipoishia. Naomba uishie hapo hapo. Yaani usiongeze neno hata moja. Eti ni kosa gani ulilofanya? Wewe hujui kosa ulilofanya? Sawa. Kwa hiyo umesahau kwamba ni mimba ngapi ambazo umenisababishia mimi nikatoa kwa ajili yako? Hivyo ni mtu Samir. Halafu sasa hivi unauliza kosa gani nilolifanya? Ulikuwa unazitumia pesa zako kwa ajili ya kudhalilisha wanawake. Umenitumia vibaya. Umenifanya sasa hivi sina amani kabisa kwenye ndoa yangu. Eti now excuse. Na ndio maana niko hapa. Kuzisimamisha fito zilizoanguka ili nyumba yetu endelee kusimama. Silvia, jaribu basi kurudisha hata moyo wako nyuma. Kisi. Niko hapa kwa ajili ya kusimamisha fito zilizoanguka ili ziendelee kushikilia nyumba yetu. Sikiliza nikwambie Samir. Fito unazozizungumzia hapa haziwezi kusimama kwa sababu zimeshaoza. Haziwezi kushikilia hiyo nyumba unayoisemea. Samir, umebadilisha maisha yangu. Umefanya maisha yangu sasa hivi mpaka nayachukia. Ninatamani hata kupata mtoto. Hata tu kupata mimba itoke. Lakini hayo yote umeyasababisha wewe. Samir! Mimi sio siku na mipango aina yoyote. Nilikuja kwenye familia yenu kama dereva. Na si mwongozaji mali. Wewe ni dereva. Tena ni kijana mtiifu sana. Na ndio maana unamsikiliza sana mama yangu. Hakuna mwanadamu asiyekosea. Nikusamehe na maisha mengine yaendelee. Atabaki kuwa mama yule. Hakuna mama mwingine duniani zaidi ya yule pale. Mama wengine hawa ni mama wa kambo, mama wa walezi, lakini ile mama yako mzazi, samehe kila kitu. Rudi nyumbani bosi wangu. Sika. Ile kweli ni mama yangu. Lakini namjumlisha kwenye wanawake wapumbavu. Na sitotengua hiyo kauli, wanawake wote ni wapumbavu. Huwezi kujua ni kitu gani ambacho mimi najisikia. Hujui ni maumivu gani hapo ndani ya moyo wangu. Nakuonya. Next time ukija kwangu tuzungumzie mada zingine. Sitaki mada za mama wala sitaki mada za mali. Nadhani umenielewa. Unaweza ukaenda. Maisha gani? Mwangalia. Silvia, zile zilikuwa zama tu za ujinga. Niko hapa ukiri makosa yangu. Ndio nimekosea. Lakini sikufanya yote hayo kwa ubaya. Nilifanya kwa ajili ya kukusaidia. Silvia, unajua fika kwamba mimba yako ilikuwa na Kai. Ulikuwa unabeba mimba kwenye mazingira hatarishi sana. Sasa unafikiri mimi ningefanya nini? Msaada? Hivi ni msaada au ilikuwa ni kuniangamiza? Msaada ni kuniwekea dawa za kutoa mimba kwenye tena unaniwekea kwa siri kabisa. Nikiwa mimi sijui. Samir, wewe ni muuaji. Wewe na Israeli tofauti yenu ni majina na vitengo tu, lakini mnafanya kazi moja ya kuangamiza watu. Sikia nikwambie, mimi ni mke wa mtu. Na ninampenda sana mume wangu. Kwa hiyo naomba kaa mbali na maisha yangu. Kaa mbali Samir. Kwako nisha data, napenda kuwa nawe.
popote nitakufuata, siwezi mimi bila yawe, yeah. Na wako uzuri, napenda kasura chako, yeah. Malavu tafadhali, nieke mini we wako, unavoji Snapchat, unapendeza ujua, joto la pwani, joto. Una mimba? Mimba? Hebu acha Uswahili bwana. Sio kila anayekula udongo ana mimba. Mimi nikiwa na stress ndo nakulaga udongo. Mwenye nyumba anazingua sana. Sipumui. Da? Bado hajamuelewa tu. Atuvumilie. Uvumilivu? Huko napomwona na uvumilivu yule. Tena leo ndo amekuja mpapa kama ngili alionesuka mtegoni. Amesema nihame kwenye kibanda chake, la sivyo atanizulia mabati. Nawe ndo umekaa tu hapa hujigusi wala nini? Yaani mimi Amanda, mimi wa kuzalilika kisa kodi ya nyumba? Hapa inabidi tufanye kitu tuweze kumalizana naye. Silvia, wewe ni mke wa mtu na unampenda mume wako. Hiyo sio kweli. Wewe ni muongo Silvia. Unadanganya. Umpendi huyo mwanaume unayemzungumzia. Hivi nani asikufahamu wewe? Nani asikujua wewe Silvia? Kwamba Silvia ni malaya, sio malaya mchafu. Ona. Tafsiri yake ni nini? Mimi niko hapa kwa sababu tulimisi michezo yako. Ile michezo yako ya kijinga. Na kama huo ushetani, wewe ndio umenifundisha ushetani. Silvia, mimi si vile unacheza bara na pwani. Piga miguu yote kama Ronaldo. Hicho ndio nikimisi kwako. Hakuna chochote kingine. Ila wewe ni malaya tu, kama ulivyokuwa malaya wengine. Unasemaje? Kama ulivyosikia. Mimi nani? Haya. Kisa wingi wa mali wala haujari, unatamani hata visivyo halali. Dunia mama, oh dunia oh. Sikia nikwambie Samia, mimi ni shetani mlizeka, nimebadilika kuwa malaika. Kwa hiyo kiti nimekuachia mimi, tafuta shetani wengine wapata kwenda nao motoni. Mwe mwenye pesa shujaa, nalo wengi hawajui shida, wanapenda kupretendi wema kuigiza. Masikini hii umasikini hii haupendezi mtu, matajiri hawajali hutu. Sawa. Tunafanyaje Samauto? Come on Sultani. Hilo swali ni la kuniuliza mimi kweli? Wewe ndo mwanaume hapa. Unatakiwa uchekeche ubongo wako ili tuweze kusolve hii issue. Najua Sumbelizi siko sawa kabisa. Pikipiki yangu mbovu. Yaani hata hesabu yenyewe sipati. Nimepeleka service. So, kwa nini nizuiliwe mabati? Au nifukuzwe kwenye ile nyumba? Alafu na mimi nitajitapa kwamba nina mwanaume. Alisema mama, duniani yenye nguvu shilingi, leo naona naleta lama, maana ishabadili wengi, leo naona natupo matabaka mawili, masikini na mami wendo dawa yangu, mtibu maradhi yangu, nimeona nikwambie nakupenda. safi.
joto la pwani, joto la pwani, joto. Kiongozi tamaa, magonjwa zina, heshima kuna